Unaangalia Asko Online TV. Karibu yako. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Tunaanzia aya ya 9 leo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Ye Allah ndiye ambaye ametuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa muongozo na dini ya haki. Muongozo ni Qur'ani na dini ya haki ni Uislamu ambao watu wanatakiwa waishi kwa mujibu wa maagizo ya Uislamu kama yalivyoelekezwa kwenye Qur'ani. Dini hii ambayo ni mwenendo wa maisha liudhhirahu ala dini kulli. Katumwa mtume huyu aje aisimamie dini hii ishinde dini nyingine zote. Walau karihal mushrikun, hata kama washirikina watachukia, lakini Uislamu unatakiwa uwe juu. Tafsiri yake huwa jalla wa ala, yeye Allah aliyetukuka na ndiye wa juu kwa cheo kuliko wenye vyeo wote. Biqudratihi wa hikmatihi, kwa kudra yake na hikma yake, ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam bilqur'ani alwadih. Amemtuma mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akampa Qur'ani ambayo inafafanua kila kitu waziwazi. Wa dini sati, na akampa dini inayotoshelezesha maisha ya wanadamu. Liudhhirahu, ili dini hii iwe iko juu, ala dini kullihi, juu ya dini nyingine zote zilizopo. Yani lialihi ala sairi al-adyan al-mukhalifati lahu. Katumwa mtume huyu aje aisimamie dini hii ili Allah aionyeshe kwamba hii ndiyo iko juu kuliko dini zote zilizopo duniani zinazotofautiana na Uislamu. Minal yahudiyyati wa nasraniyati wa ghairihima. Uislamu uwe juu kuliko Uyahudi, kuliko Ukristo na dini nyinginezo zisizokuwa hizo mbili. Walau karihal mushrikun, hata kama washirikina watachukia, lakini hili wanalolichukia lazima liwe.
walau kariha dhalika a'da'ullahi, hata kama maadui wa Allah watachukia Uislamu kuja juu. Almushrikuna billahi ghairahu, wale wanaomshirikisha Allah na mwingine asiyekuwa yeye. Qala Abu Suudi, amesema Abu Suudi, walaqad anjaza Allahu wa'dahu, kwa hakika ahadi yake hii Allah ameitimiza. Bi'izazi dini al-Islam, kwa kuupa nguvu Uislamu, kaipa nguvu dini ya Uislamu. Haithu ja'alahu, kwa vile alivyojalia Uislamu. Bihaithu lam yabqa dinun min al-adyani ila wa huwa maghlubun maqhurun bidini al-Islam. Baada ya kuja mtume huyu na akailingania dini hii ya Uislamu, juu ya ardhi hapa kubakia dini yoyote ila ilikuwa imeshindwa na imezidiwa na Uislamu. Uislamu uko juu. Aya zinazofuata Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, sikujulisheni biashara itakayowakoa na adhabu inayouma. Lamma bayyana ta'ala anna almushrikina yuriduna itfa'a nurillahi, baada ya kutubainishia Allah kwamba washirikina wanataka kuizima nuru ya Allah. Amara almu'minina, amewaamrisha waumini kuanzia aya hii ya 10, bimujahadati a'da'illahi, wapambane na maadui wa Allah wanaotaka kuizima hiyo nuru yake. Hiyo nuru inayotakiwa kuzimwa na maadui wa Allah, wameamrishwa waumini wahakikishe inaendelea kung'ara, kumurika. Wadaahum, Allah amewaagiza waislamu waumini ila tadhhiyati bil mali wan nafsi, wajitoe muhanga kwa mali zao na nafsi zao. Wal jihadi fi sabilillahi, na kupambana kwa ajili ya kuilinda, kuiendeleza dini ya Allah. Wabayana lahum, na Allah aliyetoa agizo hilo amewabainishia waumini, annaha tijaratu rabiha, mtu kujitolea muhanga kufanya biashara hiyo ni biashara yenye faida. Liman arada saadata ad-daraini, kuisimamia dini ni biashara yenye faida kwa mtu yoyote anayetaka mafanikio ya dunia na akhera. Ukisimamia dini unapata vyote viwili. Allah atakukamilishia dunia yako kwa kiasi atakachotaka, na atakutengenezea akhera yako kwenye maisha yako ya milele. Kwa hiyo dini kaita ni biashara. Ukiwekeza kwenye dini, yani umefanya biashara bora kuliko ya dhahabu na fedha. Kwa dini unaweza ukafanikiwa na maisha yako ya mpito ya duniani, na ukafanikiwa kwenye maisha ya milele ya akhera. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, sikujulisheni biashara itakayowaokoa na adhabu inayouma. Tulizungumza hapa, shekhe ametuwekea sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kushuka aya hii. Ruya, imesimuliwa hadithi, anna ba'd as-sahaba, kwamba baadhi ya masahaba, qalu, walisema kumwambia mtume, ya nabiyallahi, ewe mtume wa Allah, lawadadna an na'lama ayu tijarati ahabbu ila Allahi fanatajiru fiha, tunatamani kujua ni biashara gani iliyo bora inayopendeza kwa Allah, tufanye biashara hiyo. Fanazalat, ikateremshwa aya hii. Kama mnaulizia biashara bora, basi biashara bora ni hii. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, sikujulishini biashara ambayo itakuokoeni na adhabu. Si biashara ya kupata pesa nyingi.
wala si biashara ya kupata hadhi ya dunia. Ni biashara ambayo faida yake kubwa inakuweka salama kwenye maisha ya milele, utasalimika na adhabu. Ai maana yake, ya man sadaqtumullaha wa rasulahu wa amantum bi rabbikum haqqal imani, enyi ambao mmemsadiki Allah kwenye aliyoyatolea habari na mmemsadiki mtume wake kwa aliyekuja kukufikishieni. Wa amantum bi rabbikum haqqal imani, na enyi ambao mumemuamini Mola wenu anavyostahiki kuaminiwa. Kwa ufupi ni kusema enyi waumini wa kweli ambao mko thabiti kwenye imani yenu. Hal adullukum ala tijaratin, sikujulisheni biashara, rabihatin, yenye faida nono, jalilati sha'ni, biashara yenye thamani kubwa. Walistifahamu litashwiqi, suala hili Allah anakusudia kuwatia shauku wasikiaji, watataka kuijua hiyo biashara yenyewe. Tunjikum min adhabin alim, biashara hii itakusalimisheni na adhabu. Yani wewe kufanya biashara katika biashara zenye thamani ya kidunia, unaweza ukafanikiwa kwenye biashara yako na ukaipata hiyo dunia, lakini siku ukifumba jicho tu huna faida tena wala raha tena na biashara hiyo. Na matokeo yake baada ya kuondoka duniani unaenda mahala pabaya, kwa sababu uliendekeza dunia, mali, vikakutoa katika utaratibu wa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya sivyo, ukakufuru, ukadhulumu. Hata kama unaondoka duniani ukiwa tajiri, utajiri wako haukusaidii chochote. Kitu muhimu sana chenye thamani anachotakiwa mtu kukihangaikia ni kile ambacho baada ya kuondoka duniani anakuwa yuko upande salama, safe side, na ana uhakika wa maisha bora ya kudumu yasio na mwisho kwenye ulimwengu ujao. Hapa vitu vyake ni bandia tu. Vitu vya uhakika ni vile vitakavyokuja baada ya kuondoka hapa. Kwa hiyo biashara bora ni ile ina faida ya baadaye, kuliko kuzingatia biashara yenye faida ya hapa alafu wewe na mali zako na faida zako ukaziacha hapa ukaenda huko mtupu. Kwa hiyo biashara bora mnayotakiwa kujulishwa ni ile ambayo tukhlisukum, itakuwekeni salama, watunqidhukum, na itakuokoeni min adhabin shadidin mu'limin, kutokana na adhabu kali yenye machungu, adhabu inayouma. Thumma bayyana ta'ala tilka tijara wa wadahaha, halafu Allah mtukufu akaifafanua hiyo biashara yenyewe, akaiweka katika mchanganuo mzuri. Fakala, akasema biashara bora kuliko biashara ya kuuza na kununua, tu'minuna billahi wa rasulihi, rekebisheni imani zenu, muaminini Allah na mumuamini mtume wake. Imanan sadiqa, muamini imani ya kweli, la yashubuhu shakun wala nifaqun, imani ya kweli ambayo haichanganyiki na shaka au unafiki. Kuweni waumini kweli kweli upande wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kurekebisha imani zenu mkawa mmeamini sawa sawa, watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, mushiriki katika jihadi, yani muipiganie, muilinde na muiendeleze dini ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu. Maana hao wanaotaka kuizima nuru ya Allah wanataka kuifuta dini ya Allah, na wanagharimika kufanya hizo kazi kama wanavyojisifu walivyonukuliwa na Qur'ani. Wanasema ahlaktu mala lubada, nimeteketeza mali nyingi kumdhibiti Muhammad na dini yake. Sasa wenzenu wanatumia gharama, wenzenu wanatumia nguvu zao mpaka wakaunda majeshi na wakapigana na nyinyi, na nyinyi mnatakiwa mutengeneze resistance
mujilinde nyinyi na muilinde hiyo dini mulioiamini. Panapohitajika mali na nyinyi mtumie mali zenu, panapohitajika nguvu zenu na nyinyi mtoe nguvu zenu, muipiganie dini. Wanaotaka kuibomoa dini wakutane na nyinyi mnaotaka kuilinda dini na kuhakikisha inakuwepo. Hiyo ndio biashara bora. Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, mufanye juhudi za maksudi za kuipigania dini ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu. Watujahiduna aadaa dini, mupambane na hawa maadui wa dini, bil mali wan nafsi, kwa mali na nafsi zenu. Ikihitajika mali yako utoe, na ukihitajika ushiriki wako mwenyewe kwenye shughuli za ulinzi, wewe mwenyewe binafsi ushiriki. Uyafanye hayo li'ilai kalimati llahi, ili tamko la Allah litukuke liwe juu. Neno la Allah ni lile ambalo kataka, kaagiza. Kwa analo litaka Allah ndo liwe juu, linatekelezwa. Asilo litaka hata kama linapendwa na dunia nzima, linatakiwa lishushwe, lidhibitiwe. Mufanye hayo kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Qala al-mufassirun, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, ju'ila al-imanu wal-jihadu fi sabilihi tijaratan, imejaaliwa imani na jihadi kwenye dini ya Allah, imejaaliwa kuwa ni biashara. Tashbihan, Allah katumia lugha ya biashara kama ni lugha ya tashbih, kafananisha. Tashbihan lahuma bitijarati, amevishabihisha vitu viwili hivyo na biashara. Fa innaha ibaratun an mubadilati shay bi shay, kuitwa kupigania dini ni biashara ni sentensi inayozingatia kuna kubadilisha kitu na kitu. Biashara, wewe una ndizi yako, mimi nimepita na itaka na kujia mwenyewe, bwana kama sitaki kukuibia, bwana mkubwa, ile ndizi yako ya mkono wa tembo na itaka niuzie mie. Ile bwana nipe 1035, nitapatana kwa sababu naitaka. Chini ya 30 siuzi nda zako. Haya, nitakupa 30. Kwa hiyo mimi nitatoa cash na wewe unanipa mali yako. Ndo biashara inavyofanyika. Kwa hiyo hii sura ya kubadilisha kitu kwa kitu ndio iliyopelekea Allah akaita kuamini na kupambana dhidi ya dini, kuamini na kupambana kwa ajili ya dini, kaifanya ni biashara, kwa sababu ndani yake kuna sura ya kubadilisha kitu kwa kitu. Tamaan fi rabhi, mnafanya mabadilishano haya kwa kutegemea faida. Kaniuzia ndizi hii 1030, na mimi ninakwenda kutarazaki, nitapata 40. Unategemea faida. Kwa hiyo na hili suala lina sura kama hiyo la kumwamini Allah, halafu ukashiriki pamoja na wengine kuilinda dini yake, kuiendeleza, kuisomesha. Waman amana wajahada bimalihi wa nafsihi, mtu anayemwamini Mungu halafu akashiriki jihadi kwa mali yake na nafsi yake, faqad badhala ma indahu, huwa ametumia vile alivyonavyo. Alivyonavyo yeye ni roho yake na mali yake, pesa zake. Anavitoa vitu viwili hivi kama ni thamani, wa ma fi wus'ihi, na anatoa vyovyote vilivyomo ndani ya umiliki wake au uwezekano wake. Anavitoa mtu aliye hai hapa duniani vitu vyenye thamani anavyovipenda, linili ma inda rabbihi, kwa kutaka vilivyoko kwa Mola wake. Kwa hiyo hata roho yangu ikitoka sijapoteza, sijapata hasara, kwa sababu nitalipwa kilicho na thamani zaidi kuliko hii roho yangu. Hata ikipotea mali yangu kwenye hili sijala hasara, kwa sababu nitalipwa na yule mwenye kazi yake hii kilicho bora kuliko hii mali yangu. Chochote kile ambacho hapa unakimiliki, unakipenda,
hakiwezi kuwa bora kuliko kilichoko mbele ya Mola wako. Kwa hiyo unapofanya lolote kwa ajili ya Mola wako, umefanya naye biashara, kwa sababu Allah hakubali kukaa na deni la mja wake, lazima atamlipa. Na akilipa Allah analipa na faida. Mtu alichonacho, mali yake, nafsi yake na vinginevyo, wakati wake, nguvu zake, anavitumia hivyo kwa ajili ya Allah, linili ma inda rabbihi min jazili thawabihi, ili apate kilichoko kwa Mola wake katika thawabu kubwa na nyingi. Wanajati min alimi iqabihi, na anatumia mtu alivyonavyo hapa duniani kwa imani yake ili asalimike na adhabu zilizoko mbele ya Mola wake. Sasa hapa wewe hata ukastarehe, ukiondoka kwenye starehe unaenda kuadhibiwa maisha yasiyokuwa na mwisho. Wewe hukufanya uchaguzi mzuri, hukuwa na maamuzi ya busara. Lakini kama unakojua kunakokwendwa ni kubaya, kuna uhatari, basi wewe ni jambo la busara upoteze kila kitu, lakini huko uende ukiwa salama. Fashubiha hadha thawabi, zimefananishwa thawabu zilizoko kwa Allah, wanajati, na kule kuenda ukiwa salama umesalimika, minal adhabi, kutokana na adhabu. Kitendo hichi kimefananishwa bitijarati, na biashara. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya maneno yake Allah mtukufu, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ameshanunua kutoka kwa waumini mali zao na nafsi zao. Inna Allaha ashtara, Allah ameshanunua, hakusema sayashtari, atanunua, kasema ameshanunua tayari Allah. Minal mu'minina, kutoka kwa waumini, anfusahum wa amwalahum, kesha zinunua hizo roho zao. Roho kawapa mwenyewe, ni zake, lakini anasema kazinunua roho zao na kazinunua mali zao, bi anna lahumul janna, malipo atakayowalipa ni janna. Thamani ya vyote walivyokuwa kwa wao ni muhimu, Allah atalipa zaidi ya umuhimu wa hivyo vitu walivyovitumia. Qala al-Imamu al-Fakhru, amesema Imamu Fakhru Razi katika tafsiri ya aya hii, wal jihadu thalathatu anwa'in, jihadi ya kupigania dini iko ya namna tatu. Fakhru Razi anasema wal jihadu thalathatu anwa'in, jihadi iko namna tatu. Awalan, namna ya kwanza, jihadun fima bainahu wa baina nafsihi, ni jihadi anayoshiriki mtu baina yake yeye mwenyewe na nafsi yake. Maana nafsi siku zote huwa inaamrisha maovu. Nafsi itakutaka ustarehe, nafsi itakutaka urelax, usijisumbue kwa jambo ambalo hapa duniani hupati faida. Kwa hiyo siku zote nafsi inasoma vitu kinyume nyume, kama ilivyoambiwa, inna nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, hakika nafsi siku zote huwa inamuamrisha mwenyewe maovu isipokuwa ile aliyoirehemu Mola wangu. Sasa kule kupambana mtu na nafsi yake, nafsi inampeleka kwenye ghurur, yeye akashindana nayo akasema sikubali, siendi. Hiyo pia ni aina ya jihadi, na ndiyo jihadi ya kwanza na kubwa zaidi, jihadu nafsi. Wa huwa qahru nafsi, jihadi hii maana yake wewe unatakiwa uimiliki, uidhibiti, uizidi nguvu nafsi yako. Wa man'iha anil ladhati washahawati, uidhibiti, uizuie nafsi yako isiendekeze mambo ya starehe na matamanio. Ladha za dunia hizi unatakiwa uzipige vita, ushindane nazo. Hii ni jihadi ya mtu kupambana na nafsi yake mwenyewe, aiweke kwenye utaratibu. Ukisoma aya zinazosimulia habari za watu wema waliofanikiwa, uiambie nafsi yako, mimi nataka niwe kama hawa, nifanane na hawa. Kwa hiyo kopi vile walivyoishi, yale walioyafanya, ugumu wake utauona wewe kwenda kwenye yale waliowafikia wenzio.
Kwa hiyo ni jihadi tosha ya kuanzia nayo nafsi yako mwenyewe. Hiyo ndio jihadi ya kwanza. Thaniyan, na jihadi ya pili, wa jihadun fima bainahu wa bainal khalqi. Mtu akiwa duniani siku zote anakuwa kwenye mapambano baina yake yeye na viumbe wenziwe. Huenda ukaliona wewe jambo ni zuri kwako, lina faida, unalitamani, lakini wenzio akaona huyu tukimuachia kulifanya hili atatusumbua, tusimkubalie kuwa hivi, hili ni tatizo. Sasa na hili ukiridhia ufate wanavyotaka watu, hufiki kupata anayoyataka Mola wa watu. Kwa hiyo una jihadi ya kupambana baina yako wewe na watu wenzio. Ukienda kwenye imani, kuna watu ambao hiyo imani hawana haja nayo. Imani ya kumwamini Mungu ni uadui kwao, hawawezi kukuvumilia. Kwa hiyo lazima ili ufanikiwe uwe na nguvu ya kutosha, tena ufanye mazoezi ya kupambana na hawa wenzio ambao wao wamekufuru, wewe ndo umeamini. Hawakutosheka na kukufuru wao, wanataka na wewe ukufuru pia, ndo mambo yao yaende sawa. Kwa hiyo hii ni aina ya pili ya jihadi. Ameita Fakhrur Razi jihadun fima bainahu wa bainal khalqi, ni jihadi anayokuwa nayo mtu baina yake mwenyewe na viumbe wenziwe. Wa huwa, na jihadi hii, an yada at-tama minhum wa yashfiqa alaihim wa yarhamhum. Anatakiwa asiwe na tamaa. Mtu aidhibiti nafsi yake, aizuie na tamaa ya vilivyoko kwa watu wenye kupenda dunia yao. Na halafu anatakiwa awe na upole na huruma kwa wenziwe. Yeye tuseme yuko sehemu fulani nzuri, mambo yake yanaenda sawa, lakini kuna wengine taabani hali zao, yeye pia afadhali. Kwa hiyo walioko juu waliomtweza aweze kuwa na uwezo wa kupambana nao, asije akateleza akawafuata, na walio chini yake ambao yeye kawazidi chochote awaonee huruma kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Ni jihadi baina yake na viumbe wa Allah wengine ambao wameamini na wasiokuwa waumini. Walioamini kuna haki zao kwako, usiwe khiana kuwatimizia haki zao. Kama pale ulipowajibishiwa zaka na mambo mengine yanayohusu mali, uhuru wako, wakati wako. Kuna vitu vingine katika amali za kheri zina gharama ya kutumia wakati wako, mali yako na vitu kama hivyo. Pia kuvitendea haki yake ni jihadi hiyo. Hii inakuwa ni baina ya mtu na watu wengine. Jihadi ya aina ya pili. Thalithan, jihadi ya aina ya tatu kwa mujibu wa Fakhrur Razi, wa jihadu a'da'illahi bin nafsi wal mali. Jihadi ya tatu ndio hiyo kubwa ya kupambana na maadui wa Allah kwa kutumia nafsi yake mtu na mali yake mtu. Nusrata dinillahi, kwa ajili ya kuinusuru, kuisave, kuiokoa dini ya Allah. Dhalikum, mtakapofanya hivyo, khairul lakum in kuntum ta'lamun, ni kheri kwenu kama mnajua kheri, basi kheri ndo hiyo. Kama mnajua jambo bora ndo hilo. Duniani uwekeze zaidi kwenye dini, na dini ndo iwe kipaumbele cha kwanza kuliko kila kitu. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kufanya hivyo ni kheri kwenu kama mnajua kheri, basi kheri ndo hiyo. Ma amartukum bihi, hili nilalokuamrisheni, anasema Allah. Iyo dhalikum anasema Allah kuwaambia viumbe wake sisi. Ma amartukum bihi minal imani wal jihadi fi sabilillah, haya ninayokuamrisheni waja wangu, ya kwamba mboreshe imani zenu na mfanye jihadi kwenye dini ya Allah. Khairul lakum, haya ndiyo kheri kwenu, min kulli shay'in fi hadhihi alhayati dunya, ndiyo kheri kuliko kitu chochote katika maisha haya ya dunia hii. In kana indakum fahmun wa ilmun, kama mnaelewa na mna elimu, basi fahamuni
na muelimike kwamba kitu bora chenye thamani zaidi katika dunia yenu ni dini ya Allah. Kama mtashiriki kuitetea dini ya Allah, faida mtakayopata hapa duniani, yaghfir lakum dhunubakum, Mola wenu atakusameheni makosa yenu. Muna mitelezo mingi mnateleza. Ukiwekeza zaidi kwenye dini, inakuwa ni wepesi sana kwa Allah kukusamehe yale makosa uliokosea. Ukiwekeza zaidi kwenye dini, unajitakasa na yale mengi ambayo ushayafanya yako kwenye kumbukumbu, lakini Allah atafuta makosa hayo. Hadha jawabu aljumlati alkhabariyah. Maneno haya ndiyo jawabu ya hiyo jumlatul khabariyah, sentensi iliyotoa taarifa. Jawabu yake ndo hii: yaghfir lakum dhunubakum, faida mtakayopata, kwanza Allah atakusameheni dhambi zenu. Jumlatul khabariyah ilikuwa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lianna maanaha, kwa sababu maana yake, maana al-amru au maana al-amri, maana yake ni maana ya agizo. Allah katoa agizo, aminu billahi wajahidu fi sabilihi. Kwa ufupi kasema, enyi waja wangu, muaminini Allah Mola wenu na mutumie juhudi katika kuilinda, kuiendeleza dini yake. Fa idha fa'altum dhalika, mukifanya hivyo, mkawekeza kwenye dini, kwanza muisome, muielewe, halafu muhakikishe inaingia kwenye maisha ya kawaida ya watu. Muilinganie, muipigie kampeni, muilinde, kwa sababu ina maadui wanataka kuitokomeza. Ibaki, muirithishe kwa vizazi na vizazi. Fa in fa'altum dhalika, mukifanya hivyo, yaghfir lakum dhunubakum, Mola wenu kwanza atakusameheni makosa yenu. Na hakuna anayesalimika na kukosea. Hakuna binadamu anaishi kama malaika bila ya kufanya kosa. Hakuna. Kwa hiyo mnakosea, ila Allah atakusameheni akiona juhudi yenu kubwa katika kheri. Baada ya imani mnatenda amali njema, inakuwa ni wepesi kukusameheni pale mnapokosea. Yastiruha alaikum, kumbukumbu zipo, hafuti kwenye recordings, lakini atasitiri. Hamtokuja kuhukumiwa kwa haya ambayo keshasema kasamehe, lakini kuonyeshwa mtaonyeshwa, ulifanya hivi, lazima utakuta kumbukumbu za matendo yako. Lakini kukusamehe kwako au kusema kakufutia, kafuta hukumu. Hukumu ilikuwa uadhibiwe kwa makosa yako, lakini kwa sababu hukumu imefutwa, hayatokutia hatiani. Utaonyeshwa tu ulivyokosea, lakini makosa yako hayatokutia hatiani kwa sababu ndio yameshasamehewa. Wayamhuha bifadlihi ankum, atafuta maamuzi ya makosa haya kwa sababu ya fadhila zake kwenu. Kadiri mkitenda kheri, basi ile shari itakuwa inapungua nguvu, haitohukumiwa kwenu siku ya hukumu. Jengine mtakalopata mkishiriki kuitumikia dini, wayudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, mkishaondoka duniani uko mnakokwenda, Allah atakuingizeni kwenye pepo ambayo inapita mito mbalimbali chini yake. Yudkhilkum hadaiqa wa basatina, atakuingizeni kwenye mashamba na mabustani. Tajri min tahti qusuriha anharul janna, kwenye maeneo ya makazi yake, kwenye hiyo miji ya huko mtakakofikia, kunapita mito mbalimbali kwenye majumba yake. Mito ya peponi inapita mitaani. Kuna mito inapita mitaani na kuna mito inapita mashambani. Mito inopita mitaani ni kwa ajili ya matumizi ya binadamu ya chakula na vinywaji, na mito itakayopita huko mbali maporini ni kwa ajili ya kufertilize ardhi na kusababisha
miti yake siku zote iwe na afya na inazaa kila siku. Kwa hiyo mtapata kuingia peponi kwa sababu ya juhudi ya dini. Wa masakina tayyibatan, jengine mtakalolipwa kwa fadhila ya kusimamia dini. Masakina tayyibatan, mtakwenda kuwekwa makazi mazuri, makazi ya kifahari. Sio bustani kwamba ni shamba, ardhi tu ina miti ukakae porini kama paa, hapana. Huko kuna makazi. Maskan ni mahala anapoishi mtu. Kwa hiyo mtalipwa huko mkirudi kwa Mola wenu. Masakina tayyibatan. Hapa kuna watu wallahi wasomi, wana digrii za uchumi, lakini nyumba hawana, wanakodi au wanapanga. Huko unapewa ardhi ya kutosha yenye miti ya matunda, vyakula vya kila aina, halafu kuna na mijengo ya fahari unakaa wewe na wake zako. Tena wala sio wanne. Kwa uchache labda utakuwa nao kama 70 hivi. Unazunguka tu na hutachoka kuwatimizia haki yao. Utakuwa uko vizuri. Kwa hiyo kuna makazi mazuri ya uhakika fi jannati adnin, kwenye pepo ya ukaazi. Ai, maana yake wayusakinukum fi qusuri rafi'atin, Mola wenu atakwenda kukuwekeni kwenye makazi ya makasri marefu, maghorofa. Fi jannati al-iqama, kwenye pepo ya maisha ya milele. We maisha uko kwenye majumba yako ni yako mwenyewe na unastarehe tu. Dhalika al-fawzul azim. Watu hufanya mambo wakiwa na malengo ya kutaka mafanikio. Kwa hiyo mtu yoyote anayetaka mafanikio makubwa ni mtu kupata mwisho mwema, akamalizia hivyo, akaenda pahala ambapo ana uhakika wa makazi, ana uhakika wa ardhi, ana miliki land, ana uhakika wa wenza wazuri na maisha ya fahari. Dhalika al-fawzul azim. Mtu kuondoka duniani akapata ithibati ya kwenda peponi, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Wale wapenzi wa mafanikio wanatakiwa wajitengenezee matokeo bora yenye mafanikio mazuri. Dhalika aljazaa'ul madhkur, malipo hayo yaliyotajwa hapa, huwa alfawzul azim alladhi, hayo ndiyo mafanikio makubwa ambayo la fauza waraahu, baada ya hayo hakuna mafanikio mengine. Hayo ndo mafanikio yenyewe halisi. Kila anayejipenda huwa anataka mafanikio. Mafanikio bora ni haya. Jisumbue katika dunia hii, jitume kwenye dunia hii, lakini angalau ukiondoka uwe umejihakikishia matokeo bora na marejeo mema. Una mahala pa kufikia na una asbabu za maisha, utakuwa unaishi vizuri. Dhalika alfawzul azim la fawza waraahu, hayo ndo mafanikio makubwa. Baada ya hayo hakuna mafanikio mengine tena. Wasaadatu daimatul kabira, na hiyo ndiyo saada, heshima, utukufu mkubwa tena wa kudumu, sio wa muda maalumu tu. Hapa hata ukiwa rais unaambiwa basi una vipindi vyako viwili vya miaka mitano. Kama umri wako mrefu, baada ya miaka 10 unaishi kama watu wengine. Lakini ukipata neema za akhera, hizo ni neema za kudumu, hazina limit kwamba baada ya muda fulani unaondoshwa kwenye neema hizi. Allati, hizo ni neema ambazo na ni heshima ambayo la saadata baadaha, hakuna heshima na utukufu baada ya huo. Wewe utakuwa ni mtukufu, unaishi kwenye maisha yako ya fahari milele. Wa ukhra, lakini kuna na jengine. Allah anasema kusamehewa makosa na kuingizwa peponi mawili, moja la duniani na moja la akhera. Lakini haya yote mawili, hata haya ya duniani, athari yake itaonekana akhera. Huko ndo utakwenda kufarijika kwamba ulikosea, lakini kosa hili kwa sababu ya jambo hili umesamehewa. Ila wa ukhra, kuna na jengine. Hili jengine ndo la hapa duniani kabla hujaondoka. Tuhibunaha, tena hili jengine mnalipenda sana nyinyi. Wa ukhra tuhibunaha, kuna na jambo jengine mkifanya jihadi ya dini mtalipata, nalo mnalipenda sana.
ai maana yake wayamunnu alaikum, na pia Mola wenu atakuneemesheni bikhaslatin ukhra, kwa jambo jengine, tuhibunaha, ambalo nyinyi mnalipenda sana, Allah atakupeni kwa kuamini na kusimamia dini. Wahia, na jambo lenyewe, nasrun min Allahi wa fathun qarib. Mumesumbuliwa na makafiri kwa muda mrefu, mlikuwa mnaomba mupewe nusra dhidi ya maadui zenu. Mkishiriki jihadi, hii ndo njia ya kufikia huko. Mnapenda muwe huru kuishi maisha ya ibada bila ya kubughudhiwa. Hamuwezi kufikia huko kama hamjafanya jihadun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Munapenda muwe na maamuzi yenu wenyewe bila ya kutaaradhiwa. Mtalipata hilo, lakini baada ya imani na kushiriki jihadi fi sabilillah, mtapata hilo mnalolipenda, nasrun min Allahi, mupate nusra kutoka kwa Allah dhidi ya maadui zenu, wa fathun qaribun, na uhuru, muishi kwa uhuru bila ya wenye nguvu juu yenu kuwataaradhi. Nyinyi ndo mtakuwa mna nguvu juu yao. Mnapenda mfikie hatua hiyo, mtaipata kwa kushiriki jihadi. Ai maana yake yansurukum ala aadaikum, Allah atakupeni nusra, atakupeni ushindi, muwashinde hawa maadui zenu. Badala ya kwamba wao wako juu, wana nguvu juu yenu, nyinyi ndo mtakuwa mna nguvu juu yao, nyinyi mtakuwa juu. Jambo hili linapendeza, mnalitaka nyie. Kwa hiyo baada ya imani na amali njema na kufanya jihadi ndo mtafikia huko. Wayaftahu lakum Makkah, Allah atakufungulieni mji wa Makkah, fathun qarib. Mji wa Makkah ndo bezi ya ushirikina na nguvu yote ya uadui dhidi ya Uislamu ilikuwa iko hapo. Kwa hiyo hii bezi yao hii mtaitia mkononi. Sasa nyinyi ndo mtakuwa mna nguvu juu yao, hawatokuwa na sauti tena. Allah atakufungulieni mji wa Makkah huu. Aya zilishuka Madina, wanabashiriwa kwamba Makkah itakuwa chini ya himaya yao. Wakala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, yuridu fatha Farisin wa Rum. Pia Allah anakusudia kwa aya hii atawafungulia Waislamu miji mikubwa duniani, dola zenye nguvu duniani, ambao ni dola ya Faris na dola ya Roma. Persian Empire na Roman Empire, zote mtazitawala nyinyi hizi. Badala ya kwamba wanawasumbua nyinyi kwa muda mrefu wa miaka mingi, nyinyi mtawatawala hawa. Na kweli yote haya Allah katimiza. Uislamu ukatawala Ulaya, Afrika yote ya kaskazini, ukatawala mpaka nchi za Asia ya mbali, kote ilikuwa ni dola ya Uislamu pamoja na Jaziratul Arabi yenyewe. Wabashiril mu'minin, aya imemalizia kuambiwa mtume wabashirie waumini kwamba haya wanayoahidiwa sio ndoto, ni kweli, Mola wao atawapa. Lakini waamini imani thabit, waitendee matendo mema na washiriki ipasavyo kwenye jihadi ya kuipigania dini. Allah atawapa yote haya ya duniani na ya akhera. Wabashiri ya Muhammadun nil mu'minin, ewe Muhammad wabashirie waumini bihadha alfadli almubin, kwamba Mola wao amewaandalia fadhila hii iliyo wazi kabisa. Kaahidi atawafadhili fadhila hii. Qala fil bahri, amesema shekhe aliandika tafsiri ya al-Bahr al-Muhit. Qala fil bahri, kasema shekhe katika tafsiri ya al-Bahr al-Muhit, lamma dhakara ta'ala ma yamnahuhum min athawabi fil akhirah, baada ya Allah kuahidi Waislamu wenye imani yale atakayowatunukia huko akhera. Dhakara lahum, amewatajia pia ma yasurruhum fil ajila, mambo yatakayowapa furaha hapa duniani. Dhakara lahum, amewatajia waumini ma yasurruhum fil ajila, yale yatakayowapa furaha hapa duniani. Wahia, na mambo ambayo wanayapenda yatakayowapa furaha, ma yaftahu Allahu alaihim min albiladi,
ni kwamba Allah atawafungulia miji mbalimbali. Wenyewe walikuwa makafiri, lakini miji yote hiyo itaingia mikononi mwao na Waislamu ndio watakayoitawalia miji hiyo. Na yote yalitimia. Fahadhihi ya khairu dunia, hii ndio khairi ya dunia. Mausulun binaimi al-akhirah, imeungamanishwa na neema za akhira. Duniani mtakuwa mmeya control, mambo yako chini ya mwongozo wenu, na akhira Allah anakupelekeni peponi, lakini juhudi ifanyike. Imani iwe thabiti, iingizwe kwenye matendo, na juhudi makusudi ya dini iwe inafanya kazi. Aya za mwisho Allah anasema kwenye sura yetu hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu ansar Allah, ebu kuweni watetezi wa Allah, mnusuruni Allah. Allah hayuko hatarini kwamba labda kuna tishio la kupinduliwa ndo anaomba msaada, hapana. Kumnusuru Allah kwamba ana jambo lake. Watu wengi katika viumbe wake wanalidharau, basi wajitokeze kati yenu watakao lithamini hilo jambo lake Allah. Kama majority wanalikataa, hata minority tu walichukue, walifanyie kazi, watakuwa wamemnusuru Allah kwamba kuna jambo lake na limepata washabiki. Imefahamika hiyo? Sio kwamba nyinyi ndo mumlinde, yuko hatarini, atapinduliwa, atauawa, atadhulumiwa, atafanywaje, hapana. Ana jambo lake, anataka lipate wa kulitunza na kulifanyia kazi, au ndo wamemnusuru. Ai maana yake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, unsuru dinillahi wa a'lu manarahu. Unsuru dinallahi wa a'lu manarahu, iteteeni dini ya Allah. Ana jambo lake hapo kwenu, liteteeni, litunzeni, lionyesheni thamani yake. Kwa hiyo inusuruni dini ya Allah na muipaishe iwe juu, ingare, ionekane thamani yake kwa watu. Kama qala Isa ibn Maryam lilhawariyin, maneno haya anayosema Allah hapa ni kama alivyosema Isa kuwaambia wanafunzi wake. Alikuwa na wanafunzi wake 12. Hao ndo walikuwa wanamheshimu na wanamtii na wanasikiliza maagizo yake. Kwa hiyo kauza na yeye fikra ya Allah, dini ya Allah. Watu wengi wakaipinga, lakini wale wachache ambao angalau walikuwa wako karibu naye wanamsikiliza, alipopingwa na watu na kuonyeshwa vita, kaonyeshwa ngumu, aliwaelekea wale waliomkubali wachache, akawaambia, man ansari ila Allah, ndugu zangu, nani kati yenu yuko tayari kuwa pamoja na mimi kuinusuru dini ya Allah? Man ansari, ni nani kati yenu watakuwa watetezi wangu, wasaidizi wangu, ila Allah, kwa kulitendea kazi hili agizo la Allah? Nani atashirikiana na mimi? Kama nasara alhawariyuna dina Allahi, kama wale wanafunzi wa Isa walivyoinusuru dini ya Allah, ndivyo wanavyoambiwa wafuasi wa Muhammad vivyo hivyo wainusuru dini ya Allah. Nabii Isa alayhi salam aliwataka wanafunzi wake wainusuru dini ya Allah hina qala lahum Isa, pale ambapo Isa aliwaambia wanafunzi wake. Hina qala lahum Isa ibn Maryam, pale ambapo Isa mwana wa Maryamu alipowaambia wanafunzi wake, man ansari ila Allah. Hawa jamaa wote wamegoma kumtambua Mungu mmoja na wanaikataa dini yake, wanakikataa kitabu chake, wamenikana na mimi kuwa sio mtume. Sasa nyinyi nani kati yenu yuko tayari kuwa upande wangu kuitetea dini ya Allah? Man yansuruni, nani atakayenipa company akashirikiana na mimi, akanilinda, akanipa nguvu, akanisaidia,
wayakunu auni, awe kwangu ni msaidizi, litablighi da'wati llahi, katika kazi ya kufikisha da'wa ya Allah, kulingania yale ambayo Allah anayataka. Nani kati yenu atanisaidia? Man yansuruni, nani atakayeninusuru mimi? Isa. Naye hakusema kwamba anusuriwe na maadui. Anawaambia washirikiane na yeye kwenye kazi ya kulingania dini. Man yansuruni, nani atakayeninusuru mimi? Wayakunu auni, awe ni msaidizi wangu, awe ni msaada kwangu, litablighi da'wati llahi, katika kazi ya kuihubiri dini ya Allah, kulingania anayoyataka Allah, wa nusrati dinihi, na kuinusuru dini yake. Hii dini imeletwa kwa ajili ya watu, lakini watu wote wameikataa. Nani atanisaidia kuilingania hii dini ifike kwa watu? Qala alhawariyun, wanafunzi wa Isa wakasema kumjibu mtume wao, nahnu ansarullah, kwa hilo tuko tayari, sisi tutamnusuru Allah. Maana yake watainusuru dini ya Allah, wataisomesha, watailingania, watapiga kampeni kuitafutia wafuasi zaidi. Kuna watakaoikataa na wanapinga isieleweke kwa watu, lakini na nyinyi musimame kidete kuhakikisha inakubaliwa na watu. Kwa hiyo tuko kwenye tag of war. Wewe ukisema Mungu mmoja, mwenzio anasema hapana. Wazee wetu sio wapumbavu, tuna miungu wengi sisi, wote wana hadhi kwetu, tutawalinda, tutawaenzi. Sasa wewe unaona kuenzi miungu mingi ni kosa, na yeye kusema aache miungu yake mingi amtambue Mungu mmoja anaona kosa. Kuna tag of war hapo, kuna mvutano. Kwa hiyo nyinyi waumini, kaeni upande mmoja, mutetee kile ambacho imani yenu inataka, na muhakikishe munauza fikra hiyo kwa watu wengine, Allah aeleweke kwa viumbe wake. Tenda hiyo. Kwa hiyo wa Muhammad wameambiwa wafanye hivyo na wakapewa kigezo, na Isa pia aliwaambia wanafunzi wake hivi hivi, na wanafunzi jawabu yao ikawa qala alhawariyun, wamesema wanafunzi wa Isa, nahnu ansarullahi, sisi tutakuwa ni wenye kuinusuru dini ya Allah. Qala atba'u Isa, walisema wafuasi wa Isa, wa humul mu'minun al-khalas, hawa ni waumini safi walioamini imani ya kweli. Min khassatihi, ni katika watu waliokuwa karibu naye wamemkubali Isa. Almustajibuna lida'watihi, hawa walikubali da'wa ya Isa na walikuwa ni waislamu wazuri, wakamwahidi mtume wao, nahnu ansaru dinillahi, sisi tutainusuru dini ya Allah, tutaisomesha, sisi tutaishi nayo kwa vitendo, na tutahakikisha tunaisogeza kwa kuwalingania watu wengine. Qala al-Baydawi, mwanachuoni Baydawi kwenye tafsiri aya hii kasema hivi, wal hawariyuna, hawa hawariyun asfiyauhu, walikuwa ni wateule wa Isa, ni watu ambao positively walimkubali mtume wao. Wa hum awwalu man amana bihi, ni timu ya wale watu wa kwanza waliomuamini mtume wao, ndo wakaitwa hivyo hawariyun. Mushtaqun min al-hur, neno hili linatokana na neno al-hur wa huwa al-bayadi, na maana yake hur ni weupe, kama wale wanawake wanaosifiwa peponi, hurul ain, ni weupe rangi zao, macho yao pia mazuri na vitu vingine, ndo linatumika hilo neno hur. Kwa hiyo hii ni cream, ni watu safi waliomkubali kwa uhakika mtume Isa, hawakumfanyia khiana, wakamwahidi tuko pamoja na wewe, tutaipigania dini ya Allah. Ni watu waliomkubali kwa uhakika. Wakanu 12 rajulan, wanafunzi waliomkubali Nabii Isa walikuwa ni watu 12 tu kwenye taifa lao lote la Israeli. Hawa 12 walimkinai, walimkubali kwa uhakika.
ndio waliomwahidi tuko pamoja na wewe, tutaipigania, tutaitetea na tutailinda dini ya Allah. Waqala Ar-Razi, mwanachuoni mwingine Fakhru Razi kasema, watashbihu fil ayati mahmulun ala al-ma'na, mfananizo uliotumika wa kilugha kwenye aya hii unabeba kwenye maana, ai maana yake wanaambiwa wafuasi wa Muhammadi, kunu ansara Allahi, na nyinyi kuweni watetezi wa dini ya Allah, kama kana alhawariyuna ansara Allah, kama wale wanafunzi wa Isa walivyokubali jukumu la kuwa watetezi wa dini ya Allah. Kwa hiyo nyinyi fanyeni kama walivyofanya wenzenu waliomkubali Isa, na nyinyi mliomkubali Muhammad fanyeni hivyo. Faamanat, Allah anasema hao wa Isa hao walipojicommit tuko tayari kuitetea dini ya Allah, waliifanyia kazi dhamira yao. Walipoifanyia kazi dhamira yao chini ya uongozi wa mtume wao, faamana taifatun min bani Israil, dawa ilifanyika ya dhati. Kuna kundi kubwa waliamini katika wana wa Israeli baada ya juhudi iliyofanywa na hawa wachache. Wakafara taifa, na kuna kundi jingine kubwa lilikufuru. Ndiyo sunna ya ulimwengu, wenye akili hawawi wote, wengine huwa hamnazo. Kwa hiyo kuna walioamini baada ya juhudi hiyo kufanyika, na kuna waliokufuru katika wana wa Israeli baada ya juhudi hiyo kufanyika. Fanqasama banu Israila ila jamaataini, kwa ujumla wao wana wa Israeli waligawanyika katika makundi mawili. Kama ingekuwa ni siasa tungesema wamegawanyika kwenye vyama viwili, chama hichi na chama hichi, na kila mwenye chake hutaka chake kiwe na nguvu. Kwa hiyo kuna msigano unapatikana. Jamaatu amanat bihi wa saddaqathu, kuna kundi liliamini dawa ya Isa na wakasadiki ujumbe waliofikishiwa. Wa jamaatun kafarat, na kuna kundi jingine lilikufuru, lilikataa totally, wakadhabat bi risalati Isa, na wakaukadhibisha utume wa Isa. Kwa hiyo kuna waliomtambua Isa ni mtume wa Mungu katika wana wa Israeli, na kuna wengine wakamkataa wakasema si mtume wa Mungu. Na kwa Muhammad ni hivyo hivyo, na vita kadhaa mnasimliwa vimepiganwa kwamba dawa imefanyika, lakini kuna waliokuwa na ufahamu mzuri wamemuelewa wakamkubali, na kuna wengine hamnazo mpaka wamekufa na itikadi zao za ajabu ajabu, hawakumkubali kuwa ni mtume na Uislamu wakaukataa. Lakini kwa upande huo wa Isa, Allah anasema faayyadna alladhina amanu ala aduwihim, kwa sababu waligawanyika makundi mawili, palizaliwa uadui baina yao. Wote wana wa Israeli, lakini wengine wakawa waumini na wengine wakakufuru, wakawa ni maadui. Vita vikawepo. Vita hii Allah anasema yeye akawa upande wa watu wake waliomuamini. Faayyadna alladhina amanu ala aduwihim, tukawapa nguvu, tukawasaidia wale walioamini kuamini mtume wetu, kitabu chetu, tuliwapa nguvu. Ala aduwihim, wakawa wao wamewazidi maadui zao. Fa asbahu dhahirin, wale waumini wao ndo wakapambaukiwa kuwa na ushindi. Makafiri wakashindwa, haki ikatawala. Na kwa Muhammad ndo hivyo hivyo. Juhudi kubwa ilifanyika ya watu kulinda mila zao na kutaka kuangusha utume wa Muhammad, lakini Allah kamsaidia Muhammad na wale waliokuwa wako pamoja naye wakawa washindi, na hili pia limetimia. Hata saru ghalibina alaihim bilhujjati walburhani, walisaidiwa waumini mpaka wao ndio wakawa washindi dhidi ya wale waliokufuru. Waislamu walikuwa wana hoja zenye uzito, wakiingia kwenye mijadala hoja zao zinakuwa ziko juu. Wakisema tuonyeshane dalili zao Waislamu zinakuwa zinakinaisha. Qala Ibn Kathiri naye katika kutafsiri kwenye aya hii kasema, lamma balagha Isa ibn Maryama
risalata rabbih. Isa mwana wa Maryam ilipomfika risala ya Mola wake, ujumbe wa Mola wake ulipomfika, ihtada ta'ifatun min bani Israila bima ja'ahum bihi, kuna kundi kubwa la wana wa Israeli liliongoka kwa kuamini na kufuata ujumbe aliokuja nao Isa. Wadhalla ta'ifatun, lakini kuna kundi kubwa jingine lilipotoka kwa kutokuamini ujumbe aliokuja nao Isa. Fajahadu nubuwatahu, wakaukanusha utume wake kwa kusema Isa sio mtume wa Mungu. Waramauhu wa ummahu bila dhaimi, hawa waliomkataa Isa kuwa ni mtume walimsingizia mambo makubwa, walimtupia kila baya na chafu, yeye na mamake. Maana tumepita kwenye aya nyingi, wamemwambia mama yake ni muhuni, kapata mimba ya ujari, akazaa mtoto wa nje ya ndoa. Sababu yao ya kumkataa Isa kwamba Allah hajapatapo kumteua mtume ambaye kaja kwa bila ya nasabu. Kwa hiyo huyu sisi hatumtambui kuwa ni mtume. Mwana haramu hawezi kupata heshima hiyo mbele ya Allah. Wakasingizia kila kubwa katika mabaya wakatupia huko. Wahumul yahudu alaihim la'natullahi, hawa ni Mayahudi, laana za Allah ziwe juu yao. Kwa hiyo kuna kundi lilimkubali kwa sababu ya hoja na dalili na miujiza aliyoonyesha, wakasema huyu ni mtume wa Mungu kweli. Lakini kuna kundi kubwa lilimkataa, na lililomkataa lilikaa naye kiuadui, yeye na wafuasi wake. Kwa hiyo mechi ilikuwa nzito. Waghalat fihi ta'ifatun min atba'ihi hatta rafa'uhu fawqa ma a'tahu Allah, lakini kuna wengine katika hao Mayahudi walichupa mipaka katika wafuasi wake, hao waliomkubali Isa walichupa mipaka katika kumpenda na kumsifu, mpaka wakampa sifa zilizopindukia mipaka asizofanana nazo. Wa atahu Allah rafa'uhu fawqa ma atahu Allah minan nubuwa, wakamtukuza na kumpandisha cheo zaidi ya kile alichopewa na Allah cha utume. Wakasema huyu ni Mungu mwenyewe, wengine wakasema huyu ni mwana wa Mungu, wengine wakaja na hiyo idea ya utatu kwamba anahisa katika uungu. Maana Mungu ni mmoja lakini ana nafsi tatu. Sijui wameipata wapi. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakapindukia. Hao waliomkubali wakagawanyika hivyo. Kuna waliokaa katika mstari sawa, wengine wakachupa mipaka katika kumsifu kama walivyodai kwa mapenzi yao kwake. Kwa hiyo waliokufuru ni wengi kuliko walionyooka kwenye imani thabit na taa. Waftaraku fihi firakan wa shi'an, wamefarikiana wana wa Israeli kuhusu Isa, wana madhehebu mengi, kuna makundi mengi. Faminhum man zama annahu ibnullah, wengine wako waliodai huyu mtoto wa Mungu kwa sababu hana baba, huyu mtoto wa Mungu mwenyewe huyu. Wa minhum, wakapatikana wengine katika waliomkubali, man qala innahu thalithu thalatha, aliyesema huyu ni mmoja katika nafsi tatu za Mungu. Al-abu wal-ibnu wa ruhul qudus, nafsi tatu za Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wa minhum man qala, na kati yao wako waliosema innahu Allahu, huyu ndo Allah mwenyewe huyu. Yeye mwenyewe kaamua aje hii kwa sura ya kibinadamu awe karibu na sisi viumbe wake. Alimradi mashaka ni makubwa, na shaitani naye huwa na nafasi yake, anafanya yale aliyoyaahidi tangu siku alipoasi kwa Mola wake. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, Allah ametakasika na haya wanayomsifia nayo, tena hii ni jeuri kubwa wanayofanya. Kumwita kiumbe ndo Mungu mwenyewe, kiumbe mtoto wa Mungu na Mungu hajazaa, kumwita kiumbe anahisa kwenye masala ya uungu. Hii ni jeuri kubwa walioifanya.
fanasara Allahu almu'minin, Allah aliwanusuru wale waliokuwa waumini wa kweli waliokaa juu ya mstari, ala man adahum, dhidi ya wale waliowafanyia uadui, min firaqin nasara, katika haya matapo au makundi ya Wakristo. Sura imemalizia hivyo, imetimia kwa msaada wa Allah tafsiri ya suratu Safi. Tunarudia mara moja tuliposoma leo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi, Allah ndiye aliyetuma mtume wake Muhammad akampa hidayah, mwongozo, na akampa dini ya haki, mwenendo wa maisha ya watu. Nataka viumbe wangu waishi hivi, simamia hilo. Liudhhirahu ala dini kulli, hiyo dini aliyopewa Muhammad ililengwa kwamba aisimamie mpaka ishinde dini nyingine zote, iwe juu. Walau karihal mushrikun, hata kama washirikina wenye miungu wengi watakasirika, lazima atangazwe Mungu mmoja. Ya ayyuhalladhina amanu, alafu wakaagizwa waumini, inshallah na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hal adullukum ala tijaratin, sikufahamisheni biashara, tunjikum min adhabin alimin, ambayo itakuokoeni na adhabu inayouma. Tu'minuna billahi wa rasulihi, biashara bora ni kumwamini Allah na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillahi, na kufanya juhudi ya dini, kuipigania, kuilinda na kuiendeleza dini ya Allah, bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kufanya hivyo ni kheri kwenu kama mnajua kheri, basi kheri ndo hiyo. Mkifanya hivyo kuipigania dini, yaghfir lakum dhunubakum, Mola wenu atakusameheni dhambi zenu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, na atakuingizeni kwenye pepo inayopita mito chini yake. Wa masakina tayyibatan fi jannati adni, atakupeni makazi ya uhakika, makazi ya ufahari kwenye pepo ya ukazi. Dhalika alfawzul azim, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Anayependa mafanikio huwa anayatafuta. Kwa hiyo na nyinyi tafuteni mafanikio makubwa yaliyoko mbele ya Allah. Wa ukhra, ila kuna na jambo jingine mbali na hayo ya akhera. Wa ukhra, kuna na jambo jingine mkipigania dini mtalipata. Tuhibunaha, tena mnalipenda jambo lenyewe. Nasrun minallahi wa fathun qarib, mnapenda ushindi dhidi ya maadui zenu na ufunguzi wa miji ya maadui iwe chini yenu, na jambo hili liko karibu sana nanyi. Pambaneni tu, karibu sana mtafikia jambo hilo. Wabashiril mu'minin, na ewe mtume wabashirie waumini, wabashirie kwamba mbele yao kuna mafanikio makubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kunu ansara Allahi, kuweni watetezi wa Allah, mutetee dini yake. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, kama Isa mwana wa Maryamu alipowaambia wale wanafunzi wake waliomkubali, kawaambia, man ansari ila Allah, uadui umekuwa mkubwa, nani kati yenu watakuwa tayari kushirikiana nami kuinusuru dini ya Allah? Qala alhawariyun, wale wanafunzi wakatoa ahadi wakasema, nahnu ansarullahi, sisi tutainusuru dini ya Allah. Faamana taifatun min bani Israil, da'wa ikafanyika, taifa la wana wa Israeli likagawanyika. Faamana taifatun min bani Israil, kundi kubwa liliamini la wana wa Israeli, kumwamini Isa ni mtume na Injili ni mwongozo sahihi kutoka kwa Allah. Wakafarat taifatun, na kuna kundi jingine likakufuru, likakataa Isa sio mtume na Injili si maneno ya Allah.
zikawa ni timu mbili hasama, timu mbili hasimu. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim, lile kundi la walioamini tulilipa nguvu juu ya maadui zao, kwa hiyo likawashinda maadui zao. Fa asbahu dhahirin, kundi la waumini likawa ndilo la washindi, wameshinda kwa uwezo wa Allah. Wa ila huna tamma bi'auni llahi tafsiru surati as-safi. Wallahu a'lamu wa ala hadha al-qadri yaqifu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وحكمة وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.